tukiangazia safari ya maisha ya hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, safari yake ya maisha, safari yake ya utume, namna ambavyo basi ametumika ndani ya kanisa Katoliki hapa nchini. Tukimzungumzia Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ni alama ya utumishi uliotukuka. Na hii leo ambapo tunasherehekea maisha yake, hatuzungumzii tu kwa kanisa la Tanzania, lakini tunazungumzia Afrika na dunia kwa ujumla, ulimwengu kwa ujumla. Kwa cheo chake kama kardinali, ndio moja kwa moja anakuwa aishakuwa na mahusiano ya moja kwa moja na kanisa la ulimwengu kabisa. Naam. Na kama kardinali, kama walivyosema, moja kwa moja ni baraza la ushauri la Baba Mtakatifu. Manake amegusa sasa kanisa zima la ulimwengu. Kwa hiyo manake hapa hatuizungumzii tu Dar es Salaam, hatuizungumzii Tanzania, hatuizungumzii Tanzania, hata hatuizungumzii Afrika, tunaizungumzia ulimwengu kwa ujumla wake. Na tumeanza hivyo, na pengine hata kusalimiana basi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nimefurahi kuwa pamoja nanyi hapa katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki maalum kabisa siku hii ya leo, tukiwa tunaelekea siku ya kesho, ambapo zoezi zima la kumpumzisha litafanyika pale katika kituo cha hija Pugu. Hii leo na kesho ni siku nzito sana kwetu, naweza kusema hivyo, kwetu katika utendaji, kwa sababu waamini wanatarajia kuona, kwa sababu siamini kwamba wote ambao watapata fursa kwenda, lakini pia tunapozungumzia matangazo haya, kuna wengine wako mikoa mbalimbali, majimbo mbalimbali, wanatarajia kuona hiki ambacho kinaendelea ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Ni kweli kabisa Dareti. Siku ni maalum kabisa. Tukizingatia kwamba baba kardinali, tuseme kwamba naweza nikusema ni mwamba wa imani. Ni mwamba wa imani, kama vile Petro, Yesu alivyomwambia Petro, lisha kondoo. Baba Kardinali Pengo kweli alilisha kondoo. Alijitahidi kukusanya madhehebu mbalimbali, wapagani, wasio wapagani, kwa ujumla alitetea uhai. Yani mfano. Father, kuna nakumbuka jana kidogo tukiongea tukijadili ya siku ya hii leo, kuna kitu kidogo niligusia, na pengine nafikiri mtazamaji naye ni vizuri, ni fursa pia kufahamu kuhusiana na kauli mbiu ambazo baba watakatifu, maaskofu wanakuwa wanaishi nazo. Sasa pengine tukimzungumzia hayati Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, yeye aliishi na kauli mbiu gani hasa katika utume wake? Katika utume wake hasa kama askofu, alikuwa na kauli mbiu iliyosema kwa Kilatini, Ecce ego domino. Ecce ego domino, mimi hapa, ndio kuwa nini yake, mimi hapa Bwana. Mimi hapa Bwana. Mimi hapa Bwana, ndio kuwa kauli mbiu yake. Manake anajiweka mbele ya Mwenyezi Mungu ili aweze kutumwa na atumike. Mimi hapa Bwana ni kama umeitwa, alafu unaonyesha utayari. Unaonyesha utayari. Kwa kumbe hiyo ndio imekuwa kauli mbiu yake, kuonyesha utayari wa kutumwa na Mwenyezi Mungu sehemu yoyote ile na kwa muda wowote, na katika jambo lolote linalomhusu Mwenyezi Mungu na watu wake. Mimi hapa Bwana. Mimi hapa Bwana. Mwadhama akawa askofu wa kwanza, tunaweza kusema askofu mwanzilishi, na inawezekana pengine tukamwita basi mwenye kipaji cha kuanzisha, kwa sababu alianzisha seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea. Baadaye pia akaanzisha jimbo la Tunduru Masasi. Japo pia mamlaka ni Baba Mtakatifu kuamua uwepo wa jimbo popote pale ulimwenguni. Akukaa kwa muda mrefu, akateuliwa kuwa askofu mkuu mwandamizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam Januari 1990. Kama padri, askofu, lakini kardinali, kama mtumishi wa Mwenyezi Mungu kabisa, ambaye alikuwa na ule utayari
wa kutumwa. Na pengine kauli mbiu hiyo ambayo Mwadhama aliishi nayo, pengine hata na viongozi wengine wa ngazi yake wana hizo kauli mbiu zao, wanakuja wakati gani? Pale ambapo wanapopata daraja padri, pengine ndio wanakuwa na hiyo kauli mbiu, au akifika level gani ya utumishi ndani ya kanisa ndio unakuwa na kauli mbiu ambayo wanasafiri nayo? Yeye misionari Francisco Mkapuchini aliyejiuzuru 1969 na jimbo hili kukabidhiwa kwa Kardinali Rugambwa ambaye ilitokea kule Bukoba. Mara hii mtazamaji, kile ambacho kinaonekana kardinali wa kwanza wa Afrika na pia kardinali wa kwanza kuelekea kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, ambapo taratibu msafara huu unamhusu kardinali wa pili hapo, lakini baadaye pia ikifuatiwa na adhimisho la misa takatifu itakapofika majira ya akianza utume wake jioni, jimbo kuu la Dar es Salaam jioni, ndipo ambapo basi pia taratibu zile za adhimisho la misa takatifu. Na mara hii ni msafara huo ukiwa unaelekea hapo, na inaonekana pia kuna watu mbalimbali na wenyewe njiani wakiwa kumsaidia kuna ratiba rasmi pia katika pilika nyingi, kwa kuwa tayari dekania mbalimbali, kwa dekania na uzee fulani, simameni hapa, yote tu ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Septemba 2 hadi 5 Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo kushirikiana na Kardinali Rugambwa na maaskofu kwa maana ya baraka. Maana wamejaribu kuombwa wale ambao pale ambapo msafara unapita, ambao wataona wataweza kuwa na nafasi ya kwenda St. Joseph au Pugu, basi ingekuwa vyema wakawepo pembeni pale barabarani, ikawa kama ishara pia ya kuaga na tunasema nini za mwisho, heshima za mwisho, heshima za mwisho. Huo ni msafara, mtazamaji, kuelekea kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu. Pengine baba, sasa tuendelee. Tulikuwa tunaongelea kwamba hii kauli mbiu inakuja wakati gani? Ili tukirudi vizuri utakuta mtu unaanza kuwa na wazo fulani unapokuwa padri pale. Ndio. Unapokuwa padri huwa tunatengeneza kitu tunaita souvenir. Sasa pale kwa souvenir pale huwa tunaandika maneno fulani ambayo unakuwa yanabeba ile nini yako sasa kwenye upadri wako. Mimi kwa mfano nini ya kwangu mimi nilichukua ya kutoka waraka wa pili kwa Korinto sura ya 4 mstari wa 16 mpaka 17. Haturegei japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanya upya kila siku. Kwa maana hiyo ndo nini yangu, nichoke nifanye nini, naamini kwamba utu wa ndani unafanya upya. Sasa maana kutokea hapo sasa, mara nyingi hapo kuja sasa kwa uaskofu ndo unakuwa sasa rasmi, tunaita kauli mbiu sasa wa daraja ya uaskofu, ambapo watachagua hayo maneno yake, kauli mbiu yake, na pia ndio hiyo itatengenezwa na nembo yake insinya, ambayo inakuwa imebeba hayo maneno yake. Maana na huyo baba kardinali nembo yake ile ndio utakuta maneno haya Ecce ego Domine, mimi hapa Bwana. Mtazamaji, mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi, tukirejea bado tuna mambo mengi ya kuzungumza hapa, pia jubilei ya kuwa madarakani katika jimbo kuu la Dar es Salaam kwa miaka 25, jubilei ambayo nadra sana kwa maaskofu wengi kuiadhimisha, lakini Mwadhama alibarikiwa kusherehekea miaka 25 na yeye akiwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Kauli yake mbiu aliyokuwa akiishi nayo. Mara hii tutakwenda kupata mapumziko mafupi, mtazamaji, tutarejea wakati pia msafara historia inaonyesha unaelekea kanisa kuu la katika familia yao kwa ajili ya taratibu nyingine za kuaga pamoja na adhimisho la misa takatifu pale itakapotimu 10 kamili za jioni. Tarejea, usiondoke.
Azam TV, burudani kama zote. Kwenye Azam 1, mambo hayapoi, tamthilia ya Juana, Mrs. Garcia, Grey's Anatomy, The Punisher na weekend movies za kibabe. Azam 2 nako ni moto. Six of Us, The Price na Ottoman hazikamatiki. Katika sinema zetu tupo na BSS msimu wa 16. Hapa hakuna kipaji kitaachwa. Kombolela, Familia Mzee Kikala, vuta ni kuvute azishi. Bila kusahau Noma, Chioma anazidi kumvuruga mumewe. Azam Sports, michuano pendwa ya ligi ya nyumbani. NBC Premier League, mapambano ni makali. Ligi ya mabingwa barani Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika imerudi tena kwa kishindo. Yote haya unayashuhudia kupitia Azam TV. Lipia shilingi 28,000 usipitwe na uhondo huu. Azam TV, burudani kwa wote. Karibu Johnny the Baptist School, Nursery, Primary na Secondary School. Shule inawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza hadi cha 6 kwa mwaka 2026. Shule iko Boko Basi Haya, jijini Dar es Salaam. Shule ya Johnny Baptist ina michepuo hiyo, akituaminisha pia na sisi kwamba kifo ni lazima na kila mmoja iko siku, tarehe na saa ambayo ataitwa nyumbani kwa Baba wa milele. Na ushuhuda wa hili ni kwamba miaka 3 tu baada ya kurithi jimbo kuu la Dar es Salaam, alichagua mahali ambapo atazikwa, mahali ambapo alipapenda, mahali ambapo alipafurahia. Wakati akiwa Gambera katika seminari kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga Segerea, alipenda kwenda kusali na kutafakari katika kituo cha hija Pugu. Na baadaye basi alipokuwa kwenye madaraka hayo ya mchungaji mkuu, akachagua kuzikwa Pugu ndani ya kikanisa cha kihistoria kinachoelezwa kama ndio kanisa kongwe zaidi katika jimbo kuu la Dar es Salaam, kabla hata ya kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu na lile la Mtakatifu Francisco wa Asizi Pugu. Mwadhama katika harakati zake za kuifanya Pugu kuwa sehemu muhimu kabisa, aliazimia iwe kituo cha hija, na akaongea na wamisionari wa Benediktini, ambao wale wa Benediktini wa kwanza ambao walifariki pale Pugu, tunawaita wafiadini wa Pugu.